Sikuamini kilichotokea siku ya kuzaliwa ya mwanangu. Nilijikuta kama chizi hiyo siku. Mimi ni mwanamke, umri wangu miaka 32 kwa sasa. Naomba niwape stori yangu. Muone jinsi wanaume walivyokuwa wabaya. Mimi nina kawaida ya kumfanyia mwanangu sherehe siku yake ya kuzaliwa. Kila mwaka lazima nimfanyie, na sasa hivi ana miaka 6. Huwa naalika watu na kukodi ukumbi kama vile kuna harusi kabisa. Ila mume wangu sasa huwa hapendezwi na hili jambo. Eti namfanyia mtoto sherehe kubwa, sijui nini, kama vile hela anatoa yeye, wakati huwa napambana mwenyewe na vikundi vyangu. Ananiambia kama unataka kumfanyia mtoto sherehe, basi ufanyie nyumbani. Sasa mashoga zangu watanionaje wakati ukumbini ndo kuna noga? Eti niite watoto waje kula keki. Sasa hao watoto watarudisha vipi gharama zangu nilizotumia kuandaa shughuli? Na sasa hivi watu wanakata keki kwa hela. Haya, hao watoto wanazitoa wapi hizo hela? Hela zangu nilizokula keki kwa wenzangu zitarudi vipi? Kwa hilo hatukuelewana na mume wangu kwa kweli. Hatukuelewana kabisa. Watu wanafanya shughuli mpaka saa 8, saa 9 ndo zinaisha. Lakini mimi sijawahi kupitisha saa 7 hata siku moja. Lakini sitasahau kilichotokea mwaka jana. Mdogo wangu alimpeleka mtoto kukojoa. Sasa sijui huko ikawaje, mtoto akapotea. Tulitafuta mtoto funzo, mtoto hayupo ukumbi mzima. Huwezi amini, mpaka kuna kucha mtoto haonekani. Nilianza kuchanganyikiwa. Nikajiuliza nitamwambia nini huyu baba? Lakini ikabidi tu nirudi nyumbani. Nikizani labda alikuja kumchukua, maana siyapendagi haya mambo. Nafika nyumbani namkuta amelala, amenyosha miguu, yaani kama hajui chochote kinachoendelea. Nikamwamsha. Nikamwambia baba fulani, mtoto amepotea. Funzo aliamka, alinitia bonge bao la uso. Yaani mpaka nikaanza kuona visamaki. Akasema usiniletee maneno, namtaka mtoto wangu hapa. Kumbe alishapewa taarifa huyo baba. Lakini kwa hasira nikainuka, nikaanza kuelekea polisi. Nikiwa nimechanganyikiwa kabisa, wigi limetibuka, yaani nipo kama chizi. Hizi ndoa tolewe.